Ukibarikiwa wabariki na watu wengine pia. Nakumbuka nilipokuwa naanza kuimba, nilikuwa sina uwezo wa kustick kwenye sauti moja. Yaani nilikuwa mtu ambaye natekwa na wenzangu. Nikikaa karibu na sauti ya pili, wakati mimi naimba sauti ya kwanza najikuta nimehamia sauti ya pili. Ilikuwa ni changamoto sana, hadi nikahisi kukata tamaa. Lakini ilifika wakati kupitia mazoezi na uwezo wa Roho Mtakatifu nikaweza kubaki kwenye sauti yangu moja ambayo nimezoea naimba hadi sasa. Nimekuja kugundua kwamba ni wengi sana ambao wanapitia changamoto hii, waimbaji ambao tunaanza kujifunza, ambao tunapitia changamoto ya kushindwa kubaki kwenye sauti zetu. Tunahamia kwenye sauti za watu wengine, unashindwa kuimba sauti yako iliyonyoka mpaka mwisho. Sasa leo nakupatia baadhi ya tips ambazo zitakusaidia uweze kutoka kwenye changamoto na uweze kuwa mwimbaji bora ambao unabaki kwenye sauti moja. Kwanza hakikisha unachukua mazoezi ya dakika 5 hadi 15 kila siku ikiwezekana. Unapokuwa unapata nafasi dakika 10 hadi 15 mazoezi ya kufanya vocal. Lakini pia zoezi la pili, jitahidi uwe unakunywa maji mengi. Sasa maji ya vuguvugu. Zoezi la tatu, hakikisha uwe unajitahidi unalala kwa wakati. Zoezi la 4, jitahidi uwe unatumia ile app ya keyboard, ile ya piano. Kwa kama utakuwa unapiga noti moja moja na unaimba kwa muda mrefu itakuwezesha. Au kama una kinanda nyumbani au kanisani, unaweza kutumia kwa ajili ya mazoezi. Cha pili, jitahidi kufanya mazoezi ya pumzi. Kuvuta pumzi na kuibana mwili na kuitoa kwa utaratibu, usitoe kwa haraka zaidi. Kwa mazoezi ya noti ndio yanakuwa the best zaidi kwenye zile scale. Kwa hiyo unaweza kuimba hiyo noti moja kwa muda wa sekunde 30 hadi dakika moja. Kwa mfano do, namna hiyo. Kwa hiyo unafanya hivyo kila siku hadi uje ufike ti, utakuwa ushajitengenezea uwezo wa kustick kwenye sauti moja. Endelea kunifuatilia kwa hizi tips uweze kuwa mwimbaji bora.